Wanajeshi mnasemaje? No reform. People. Hakuna. Haya, twende tone. One love DJ. Konga one love. Njoo hapa. Sogea mtawasubiria. One love. Njoo kwa taratibu msisukumane. One love. Shusha chini kidogo. Asa, one love. Twende kazi. Panua picha. Taratibu msisukumane. Tuweke laini nzuri, taratibu. One love. Shusha kikapu chini. Shusha chini. One love. Twende kazi. One love. Asante much. Thank you. Much asante sana. Thank you. Katika nchi hii tukaenda kwenye uchaguzi huru na haki. Tulikwenda kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Mimi nilikuwa mbunge. Wakatuondoa wote, wakaondoa wenye vitu wa vijiji, wakaondoa madiwani, wakaongoza wote. Mwaka 2021 Mungu akamchukua Magufuli. Huyu mama akatuita baada ya kukaa na mwenyekiti Mbowe kwa miezi 8. Mimi nilikuwa miongoni mwa watu tulienda Ikulu. Akasema yeye ni Muislamu, hataki dhuluma. Akatuapia, akatuambia na kwenda kujenga nchi hata nikiwa rais wa term moja, lakini itabadilisha nchi. Akaja na mambo 4: rebuild, reform, resilience. Akasema atatekeleza hayo mambo. Leo tunamuomba reforms alizoahidi, anaishia kumweka Lissu ndani. Akatuahidi hata iba uchaguzi. Mwaka jana nifanya nini? Maingira njoo. Huyu kijana, huyu wakili wa mahakama kuu ya Tanzania, huyu ni miongoni mwa wakili 56 wanaomtetea Tundu Lissu, na huyu yuko amesoma sekondari, akaenda Ilevo, akaenda chuo kikuu cha Dar es Salaam, chuo cha kwanza nchi hii, akamaliza degree ya sheria, akaenda law school, akamaliza. Ameenda kugombea kijiji kwao, anaambiwa hajui kusoma na kuandika. Na tuna watu wanaitwa usalama wa taifa wanachekea mambo haya. Mnachoma nchi moto. Hasira mnazopata. Leo hii tunaambiwa kwamba chuo kikuu cha kwetu namba 1 kinatoa graduate asiyejua kusoma na kuandika. Na maprofesa wapo kimya. Nchi gani? Mkwe wa rais Mchengerwa amekata wagombea wa Chadema 26,000. Alafu Mchengerwa anasimama anawatambia Watanzania, anasema yuko tayari kulinda nchi hii kwa gharama ya damu. Mchengerwa, wewe ulindi nchi hii kwa gharama ya damu, unalinda utawala wa mama mkwe wako. Usitutishe ba. Tunaposema haya wanatuwinda watuue. Sisi wengine tunafanya kazi hii kama watu tuliokufa juzi, na Mungu atatuweka hai. Wanataka tunyamaze
tuwauze nchi hii. Inawezekanaje katikati ya utajiri watu wetu ni maskini, watu wetu hawana kazi za kufanya? Hebu fikiria hivi, hii ni nchi gani ambao wazee wetu wanapewa tasa shilingi 30,000 baada ya miezi mitatu, na wanabebeshwa mawe, wanachimba mitaro, chini wanafanya nini? Shilingi 30,000. Sisi Chadema tumesema hivi, nisikilizeni watu wa Moshi. Kila mtu, kila mmoja wetu anajenga nchi hii. Wewe mkulima, wewe ndio unayetulimia chakula, sisi tunakula. Wewe mkulima ndio unayewalimia wafanyakazi wa serikali, wanapata chakula, wanakaa ofisini. Wewe mkulima ndio unayetulimia chakula, na sisi Chadema tunakaa hapa tunakula chakula kimetoka shambani kwako. Wewe fundi ujenzi ndio uliyejenga shule wanazotumia wafanyakazi, wewe ndio uliyejenga hizo shule. Wewe fundi ujenzi ndio umejenga ofisi anayokaa rais. Wewe mchoma mkaa ndio uliyetuchomea mkaa, tukakaa nyumbani tukatumia mkaa wako, na wewe unajenga nchi. Na wewe bodaboda ndio unayetuendesha kwenye bodaboda yako, sisi hatujui kuendesha. Wewe dereva unaendesha lori, wewe ndio unayetuletea mizigo na sisi tunakula. Chadema tumesema kwa sababu kila mmoja anajenga nchi, ukifikisha miaka 60 kila Mtanzania atapewa pension ya serikali kwa sababu yeye amehusika kujenga nchi. Sio watumishi wa serikali tu wanaojenga nchi, kila mmoja wetu anajenga nchi kwa namna moja au nyingine. Uongo kweli? Na kila mtu anastahili hifadhi ya jamii. Tutatoa pension kwa kila Mtanzania, tutatoa bima ya afya kwa kila mtu. Tunahitaji tubadilishe nchi, tunahitaji tusimamie rasilimali zetu zinazoibiwa, tubadilishe nchi, kila mtu aishi vizuri. Mungu alituleta hapa kwa makusudi yake, hakutuleta hapa kuteseka. Ndio maana katufanya tukawa na dhahabu, tukawa na tanzanite, tukawa na nickel, tukawa na cobalt, tukawa na almasi, tukawa na makaa ya mawe, tukawa na chuma, kwa sababu Mungu alipenda tuishi vizuri. Nchi hii na mismanagement ya hali ya juu, tusaidieni tuibadilishe. Ndio maana tunasema no reforms. Haiwezekani ndugu zangu, mechi ya Simba na Yanga alafu refari awe Haji Manara. Inawezekana hiyo? Au mechi ya Simba na Yanga alafu mshikaki bendera awe Ahmed Ali. Itawezekana hiyo? Atawaambia watu wa Simba, kaeni kule kule, hakuna offside. Kwa hiyo goli lolote mimi nakubali tu ni goli. Uongo kweli? Leo nataka tuende kwenye uchaguzi ambao Omar Ramadhani Mapuli, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe kwenye hiyo neki. Mnakubaliana na huo ujinga? Sisi Chadema tumekataa. Sisi Chadema tumekataa. Nyie Moshi mnasemaje? Nyie Moshi mnasemaje? Nyie Moshi mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama? Nyosha mkono, nyosha mkono, nyosha mkono. Wote mnaunga mkono? Wote mnaunga mkono? No reform! Moshi no reform! No reform! Huo ndio msimamo wa chama, ndio msimamo wa nchi. Tunataka tubadilishe nchi hii, tutendeane haki. Uongo kweli? Na kwa sababu wamefuta ruzuku yetu, tunataka defiance. Yaani tuwaoneshe hatuungi mkono hicho walichokifanya. Na chama hiki kitaendeshwa na wananchi. Na wameunda chama chao kikaragosi. Mimi sitaki kukizungumza. Lema amekisema vizuri. Sasa waonesheni kwamba pale moyo wako ulipo, pale hazina yako ilipo, ndipo moyo wako ulipo, na hapo ni Chadema. Hayo DJ.